Oh, karibu. Nilikuwa nakusubiria kwa muda mrefu sana. Karibu ndani. Asante. Nimejaribu kuwahi lakini kulikuwa na foleni sana. Naona mkono wako unaendelea vizuri bwana. Yeah. Kwa sasa naendelea vizuri. Lakini bado na maumivu kidogo. Sasa kama tulivyoongea, mpaka sasa hii inahesabika kama ni ajali. Haikuwa ajali. Ni John alijaribu kuniua. Bila ushahidi itakuwa ni vigumu sana kumfungulia kesi. Na nimekuja hapo kwa sababu unasema una ushahidi. Hebu nione vipi naweza kukusaidia. Haina haja kunikasirikia mimi. Unajua siku mbili hizi zimekuwa ni siku za stress sana kwangu. Habari Godi. Umekuwa kwa muda gani? Dakika chache tu. Karibu. Mmeingia pamoja? Hapana. Nipo hapa karibia nusu saa. Liza shongea naye? Hapana. Samahani. Liza alipata ulimi kutoka kwao na unaweza kuniletea matatizo. Nataka kuzungumza na wewe kabla hajakuuliza kitu. Siwezi nikafikiria vitu kama hivyo kwa sasa. Nina mambo muhimu zaidi ya kufikiria kichwani kwangu. Matatizo ya nyumbani. Tulikuwa tunaongelea ushahidi. Ndio. Okay. Pikipiki yangu ilichezewa breki. Una uhakika na hilo? Siwezi nikafikiria mtu mwingine yeyote zaidi angetaka kunizuru. Ulipokuwa mtoto umewahi kuadhibiwa? Hamna mtoto ambaye hajawahi kuadhibiwa, lakini wewe umefanya kosa baya. Wewe ushawahi kufanya jambo baya? Niliwahi kumtumbua mtu ngumi la uso mpaka damu zikatoka. Umeshawahi kujaribu kuua mtu? Ochi, wewe bado mdogo kufikiria vitu kama hivyo. Kama ungejaribu kuua mtu, unafikiri wangekufanya nini? Hebu ondoa hizo fikra kichwani mwako. Wangekupeleka jela? Ndiyo, tena wangenifunga na funguo akaniacha nizeekee huko. Haya sasa niache nifunge. Natamani. Unatamani nini? Natamani kujua kwa nini baba yangu anipendi. Oti, hebu tuame hapa tukakae pale, maana nayo maneno yako mengi mtu anaweza akatuita huko ndani tusisikie. Twende. Sasa kama ulijua hayo yote, kwa nini kunitaarifu mapema na ukaamua ukamwone John kwanza? Ni kweli, nilitaka kumuona mimi mwenyewe kwanza. Sasa hapo bwana, ulifanya kitu cha kijinga. Huwezi kwenda kumuona mtu unayemshuku na ukampa taarifa kwanza. Sikukuomba uje hapo unipe somo. Nilikuwa na sababu zangu mwenyewe za kwenda kuonana na John. Okay. Tuache hayo. Siwezi. Naogopa. Hili ni swala nzito. Nahitaji taarifa kamili niweze kufanya kazi yangu. Kama angekubali kuondoka Cheka na asirudi tena, nilikuwa tayari kusahau jambo zima. Na hakika alikataa. Hatukufikia hata huko. Alikataa kata. Na ndipo nilipoamua kukupigia simu. Unasema John alionekana karibu na pikipiki yako? Ndiyo. Mdada wetu wa kazi alimuona John. Hiyo ilikuwa lini? Tulikwambia Godi, John alikuwa hapa. Alimwomba Kevin wakutane baa.
kisha akaondoka. Tulifikiria amerudi kwake, lakini Liz alimuona akiwa amesimama karibu na pikipiki ya Kevin. Ningependa kuzungumza na Liz kama naweza. Hapana, ngoja nikamwite. Yes. Nilishakwambia sina time na mambo yenu ya kijinga. Sawa, acha nikamwite tu. Utakavyo bwana. Lizi, unafikiri baba ameenda polisi? Oti, nimekuambia niache nifue. Hebu acha kufua mara moja, unahitajika ndani. Eti shangazi, baba amerudi nyumbani? Ndio, yupo sebuleni. Nilikwambia nilisikia mlango. Je, ameshajua ni kitu gani kilifanya breki zake ziharibike? Oti, hebu kwanza enda kacheze nje, tuna mambo. Lakini nini? Fanya kama nilivyokuambia. Lizi, unahitajika na polisi ndani, anazungumza na wewe. Polisi wako ndani? Ndio. Akawa amesimama karibu na pikipiki na alikuwa ameshika spana mkononi mwake. Spana? Alisema anafanya nini na hiyo spana? Tayari nilishamwambia Kelvin. Nataka uniambie na mimi tena. Alisema alipata kwenye siti ya pikipiki. Na mimi nilivyorudi sikuiacha hiyo spana hapo. Grace, unaweza kumwambia mdogo wako ampe nafasi huyu binti ajibu maswali yangu tafadhali? Godi, tunapoteza muda. Ameshakwambia kila kitu hadi kwamba kamaona na spana mkononi. Unahitaji nini cha zaidi? Niache basi nifanye kazi yangu. Ndio sababu mkanita au sivyo? Binti alifanya nini tena baada ya hapo? Alisema anatazama pikipiki kwa sababu alikuwa anafikiria kununua kama hiyo, kisha akaondoka. Akiwa na hiyo spana mfukoni kwake? Ndio, ningekufa mimi. Najua, lakini hapa tunaongelea mauaji ya kukusudia. Lazima tuwe na uhakika kabisa. Je, alipokuwa hapa hakuonyesha vitisho vya aina yoyote? Hapana. Je, aliwahi kukutisha kabla ya kuja hapa? Nilikwambia, alikuwa mtu mzuri sana hadi kanikaribisha baa na alijua fika nitatumia pikipiki yangu. Usilisahau hilo. Binti, wewe umeonana na John mara kwa mara. Ameshawahi kutishia maisha yake mbele yako? Hapana. Sasa hiyo na uhusiano gani kinachoendelea hapa? Grace, tunazungumzia nia hapa. Sote tunafahamu kilichotokea miaka 10 iliyopita. Miaka 10 ni muda mrefu. Beki zilichezewa. Je, hilo liko wazi? Siku zote nilikuwa najua John ni mtu mwenye hasira kali, lakini sikuwahi kufikiria kama ni mwendawazimu. Hakuna mtu anayemshtaki kuwa yeye ni mwendawazimu. Nyote mnafahamu kwamba alikuwa na kinyongo na kaka yako miaka 10 iliyopita. Na alisema atarudi hapa kukuua. Kweli? Kweli? Alisema hivyo, lakini alisema kwa hasira. Na kama amekaa nao miaka 10 kisha akarudi na kujaribu kukuua, basi hiyo sio hasira tena, ni wenda wazimu. Na alitoka gerezani miaka 5 iliyopita. Kama alitaka angeweza kurudi wakati huo, au sio? Haya basi, alikuwa kichaa. Nini kingine naweza kusema? Sasa sikiliza nikwambie Godi. Subiri. Uwezekano upo kwamba labda mtu mwingine angeweza kufanya hivyo, na nahitaji kuhakikisha. Na siwezi kuamini kwamba John ni mtu ambaye anaweza kukaa na kupanga mauaji. Wala mimi siwezi, kwa sababu alivyokuwa anakana mimi nilikuwepo na nina uhakika alikuwa anasema ukweli. Kama ingewezekana, ningependa kwenda kuona ulipomwona John na hizo spana unazosema moja haipo.
na unafikiri aliziweka mfukoni baada ya kumwona Liz? Wewe huji? Hapana, nitasubiri hapa. Sawa. Haya, toka, nilijua utakuwa hapa. Mimi sikuwa nikiwasikiliza. Usinidanganye. Bila shaka ulikuwa unasikiliza mazungumzo ya watu wazima. Hiyo sio tabia nzuri yote. Na nilishakwambia uende ukacheze na wenzako. Haya, nenda. Shangazi, kwa nini polisi anasema ajali mapua hahusiki? Hakusema hivyo. Alisema tu labda hakuwa yeye. Na Elizi anasema hivyo hivyo. Wote. Ili swala sio rahisi hivyo. Wanamtafuta mtu mwingine wa kumlaumu. Kwa nini tusisubiri tuone kinachoendelea? Ndio tutachukua muda mrefu sana. Hapana. Cha muhimu ilikuwa ni hili sanduku. Oh, habari kijana. Wote. Tabia gani hiyo? Shikamo. Marahaba, ujambo? Unafanya nini hapa? Usijali. Hata mimi nilivyokuwa mdogo nilikuwa napenda sana kufuatilia mambo ya kipolisi. Hii ndio spana umesema ulimwona akaishikilia? Ndio. Tafadhali Kevin. Liz, hii ndio spana unasema ulimwona akaishikilia? Ndio. Sasa na ile true spana ambayo haipo inakaa hapa. Ndio. Ndio. Nachojaribu kukwambia muda huu, ukienda nyumbani kwake na ukamsachi, ni lazima uipate. Na kama je ameitupa? Na kama hajaitupa? Hatua inafuata ni nini? Solo. Kitachofuata ni kujua kama kweli John alishika hii spana kwa fingerprint.
hii ni kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni kuhakikisha hakuna mtu mwingine amegusa hii spana, na ya pili ni kufungua kesi dhidi ya John. Fingerprint za John utazipataje? Kwa sababu ameshahukumiwa, fingerprint zake zitakuwa kwenye faili. Baada ya hapo sasa tunaweza kwenda. Tusogote hiyo spana. Wetu mbili, weka chini haraka sana. Umetokea bahati mbaya, samahani. Kenge mkubwa wewe. Yaani mtoto sijadhani mfanye nini? Kila kitu anafikiri ni mchezo tu. Lakini si nimesema samahani. Kevin, usijali sana, haitodhuru sana. Atakuwa kafuta hizo fingerprint. Sidhani. Hata hivyo za mtoto wako zitajulikana zimefika vipi. Sasa jamani, kama hamna la ziada, ningeomba niwaache.